بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Watumishi wenzangu wa serikali na taasisi binafsi na wote wanaotufuatilia katika TV yetu hii ya Utawala Bora Online TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chake sallallahu alaihi wasallam, tunamshukuru Allah kwa mara nyingine tena kwa kutufikisha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwani ni kheri kubwa na wengi walitamani lakini hawakuweza kufika kwa sababu moja ama nyingine, lakini Mwenyezi Mungu amewahitaji, amewachukua. Kwa hiyo tunawaombea wale ambao walitangulia mbele ya haki kabla ya Ramadhani, basi Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yao na inshallah wapokee kwa salama na amani, awajalie katika wale ambao watakuwa katika Firdausil A'la ma nabii sallallahu alayhi wasallam. Na sisi ambao tumefika, basi naomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe kuifunga funga hii kwa salama na amani, na atakabalie funga zetu na sala zetu na ibada zote kwa ujumla inshallah, amin rabbil alamin. Ama kwa siku yetu hii ya leo, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutazungumzia swala zima la kufanya kazi kwa ikhlasi au kufanya kazi kwa nia njema kabisa, na hasa tukiangalia kwamba tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kwa kuanza, kabla ya kuingia katika masuala huko kufanya kazi, wacha tuanze kuiangalia hii Ramadhani. Nini maana hasa ya Ramadhani? Tukienda katika madictionary ya Kiarabu tutakuta kwamba zamani huko Waarabu walitaka kuita hii miezi kwa majina ambayo watakuwa wanaifahamu. Sasa tukiangalia kuna kwa mfano Rabiul Awwal. Rabiul Awwal maana yake huu ni mfunguo sita, lakini maana yake hasa ni mavuno ya kwanza. Alafu kuna Rabiul Thani, mavuno ya pili, na mpaka tumefika kwenye Ramadhani. Ramadhani kwa maana ya kwamba jua kali au ukame, kwa maana watu wamevuna mavuno yao huko, wametumia chakula chao, wamekimaliza, kwa maana sasa chakula kimeisha na umefika huu mwezi, ndio ukaitwa Ramadhani. Lakini kwa tukiangalia kwa upande wa pili, nasema kwamba sio kwa maana ni ukame kwa maana ya shida, la, bali ni mwezi wa kuunguza. Lakini je, unaunguza nini? Unaunguza matumbo au unaunguza moyo? La, ni mwezi ambao unaunguza madhambi. Na kama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyotuambia katika hadithi ambayo alikuja nayo kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu, ambayo anatuambia atakum ramadhanu shahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu tuftahu fihi abwabu as-samaa wa tukhlaqu fihi abwabu al-jahim ila akhir al-hadithi. Kwa maana kwamba atakum ramadhan, imekujieni Ramadhani, shahrun mubarak, ni mwezi wenye baraka, na ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyouita, kwa maana mwezi wenye baraka. Lakini faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu, amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu nyinyi kufunga au funga yake. Tuftahu fihi abwabu samaa, ndani yake hufunguliwa milango ya mbingu kwa maana ya pepo. Wa tukhlaqu fihi abwabu aljahim, na hufungwa ndani yake miezi ya yani milango ya moto. Sasa tukiangalia Ramadhani ni mwezi wa ibada kwa sababu ni mwezi mtukufu, na huu ni mwezi wa 9 katika miezi 12. Ni mwezi ambao tunatakiwa tuchume, tufanye kazi kwa bidii,
ni mwezi wa ibada, na ibada ziko nyingi: kufunga, kusali, tusome Qur'ani kwa wingi, tumuombe Mungu msamaha, tupendane. Lakini miongoni mwa ibada vile vile ni kufanya kazi. Kazi pia ni ibada. Hii kazi manake hii ajira ambayo mtu anaajiriwa, ikiwa na serikali, ikiwa na taasisi binafsi, nayo ni ibada. Maana kama ni ibada, basi inatubidi lazima tufanye kazi kwa ikhlasi, kwa sababu innamal a'mal binniyat. Yani kwa maana kila amali, kila ibada basi ni nia. Je, nia yako nini? Unafanya kazi kwa ajili ya kupata pesa tu? La. Unafanya kazi kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku zote ukiwa una nia hii, basi utajikuta unahudumia watu vile ipasavyo. Pasi na kwamba unafanya kazi kwa ajili ya kupata pesa, unajua unasubiri mwisho wa mwezi umefika, unapokea mshahara wako, unaondoka zako. Je, hicho unachokipokea ni cha halali kitakuwa? Je, unachoenda kukila nyumbani, utakuwa unawalisha watoto wako na familia yako cha halali? Lazima tutafakari katika hili. Sasa ili tupate riziki ya halali, basi lazima tutumike au tufanye kazi vile ambavyo vipasavyo kabisa, kama vile tulivyoambiwa na Aisha, mama Aisha radhiyallahu anha, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna Allah ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kwa maana hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anampenda yule ambaye wakati anafanya kazi, au anapenda pale ambapo mmoja wenu anafanya kazi, basi afanye kwa itqani, kwa ikhlasi kabisa. Kwa sababu tunao baadhi ya watu kiukweli kabisa hawafanyi kazi kwa ikhlasi, na sio kitu kizuri hata kidogo. Na tunawanasihi wale ambao, tutumie fursa hii leo kwa kutupiga hii Utawala Bora Online TV, basi tuwanasihi wale wote watumishi, ikiwa ni wa serikali, ikiwa ni wa taasisi binafsi, lazima tufanye kazi kwa ikhlasi, lazima tufanye kazi kwa itqan. Kwa maana unajua sasa kwamba hii ninachokifanya ni ibada. Ina maana kama ni ibada, ili iwe sahihi, maana lazima nifanye kazi kwa ikhlas, nifanye kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nifanye kazi kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, sio kutafuta mshahara wa kwenda kula, la, lakini nifanye kazi kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na si hivyo tu, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akatambia tena, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kwamba sisi sote au nyinyote ni wachunga na mtenda kuulizwa na kile ambacho mnachokichunga. Tusifikirie kuchunga manake ni wale ng'ombe tu tunaowachunga. La. Kuchunga manake familia yako wewe mwenyewe unaichunga. Si familia tu, jamii yako wewe mwenyewe ambayo kuzunguka unaichunga. Si hicho tu, bali hata ile kazi yako ambayo uliajiriwa ndani yake, unachopata manake chakula chako, riziki yako halali, basi pia unatakiwa manake uichunge. Na njia moja ya kuichunga manake ni kuifanya kwa ikhlasi, kuifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kufanya tu kwamba ifike mwisho wa mwezi upate mshahara wako ondoke zako, la. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia tena, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Kwa maana al-kayyis, yule ambaye mwenye akili, mwenye kujitathmini, kwa sababu siku zote katika majukumu ambayo uko nayo lazima ujitathmini, uangalie kule ulipotoka na ulipo sasa hivi na baadaye. Na ili ufanye kazi kwa ikhlasi, ufanye kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana lazima unaangalia kule mbele. Je, mimi nahitaji nini? Mimi nahitaji pepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nahitaji radhi zake, nahitaji baraka. Kwa sababu hata ile fedha ambayo unayopewa mshahara, ili ipate baraka, iwe na neema ndani yake, basi ni lazima uifanyie kazi.
Ndipo hapo utapoipokea, utajikuta manake fedha yako unaitumia na ina baraka ndani yake. Lakini leo wengi wetu ukiangalia, mtu akishapata mshahara siku mbili analama, sina chochote. Kumbe baraka hamna ndani yake. Hatufanyi kazi kwa ikhlasi. Tunachagua katika kazi zetu. Kaja mtu ambaye ni tajiri, ana kazi yake, utamfanyia leo. Lakini yule ambaye unahisi huyu ni maskini, unaambia njoo kesho akaja, njoo kesho kutwa. Sio vizuri. Katika kazi lazima kwanza tusichague. Yeyote ambaye anayekuja kwetu kutaka huduma, basi wote ni sawa. Wote ni sawa, kwa sababu wote ni binadamu na sisi sote ni ndugu kama ni binadamu. Na ukiangalia hasa katika Uislamu, sisi sote ni ndugu katika Uislamu. Kwa hiyo hasa tena tukiangalia na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sisi tunahitaji, kwa sababu huu mwezi ni mwezi wa baraka na ndani yake tunalipwa malipo ziada na zaidi, tofauti na ule mwezi ya kawaida. Ndio maana watu wa mashekhi wanasema kwa huu mwezi wa kuchuma. Lakini je, tunachuma nini? Tunachuma fedha? La, ni mwezi wa kuchuma thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana unachokifanya jambo moja utapata angalau kwa 10 na ziada. Kila unachokifanya kinalipwa mara 2 zaidi. Sasa hii ni fursa adhimu kabisa. Sasa tukiangalia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tujiangalie sisi tulipotoka na sasa tulipo na tunapoendelea huko mbele, nini tutakuwa tufanya. Kwa hiyo kwanza tujitathmini. Kujitathmini maana yake ndio kwamba al-kayyisu man dana nafsahu, ni yule ambaye aliyetathmini, aliangalia nafsi yake, aliipima nafsi yake, wa amila lima ba'da al-maut, na akafanya kwa ajili ya baada ya mauti. Sio anafanya kwa ajili ya mwisho wa mwezi apate mshahara, la, anafanya kwa ajili ya kwamba baada ya mauti yake, baada Allah subhanahu wa ta'ala kumchukua, je, kule anapokwenda ile kazi yake itamsaidia vipi? Ndio maana tukaambiwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Kwa maana unafanya kazi huku unajiangalia, mimi je, leo nipo hapa nafanya kazi sawa, Mwenyezi Mungu akinichukua kesho siku ya kiyama, nini nitapata? Nitakwenda kuadhibiwa au nitaingia peponi kwa ajili ya kile ambacho nilichokuwa nikitoa huku katika jamii yangu? Sasa ni vizuri tukajitathmini. Na kujitathmini maana yake unaangalia wewe mwenyewe kwanza, nilipotoka jana nilikuwa nafanya vipi kazi zangu, majukumu yangu nayafanyaje, lakini leo nafanya vipi. Na tunatakiwa pia tuwaone viongozi wetu kwa ajili ya kuwauliza, angalau kutaka kujua, je, majukumu yetu tunakwenda vipi. Yeye anaona katika tunajua kwa kazi. Kwa hiyo inawezekana yeye akakwambia, jana ulikuwa unafanya kazi hivi lakini leo unafanya hivi, zidisha kitu fulani, punguza kitu fulani. Lakini sio viongozi wetu tu, hata jamii tunataka pia tuwaulize wale ambao wanakuja pale kutaka huduma kwetu, maana yake je, huduma zetu umezionaje? Kama kuna mapungufu, basi inabidi tuyatekeleze na tuongeze juhudi ili tufikie malengo. Kwa sababu malengo ya serikali ni huduma kupatikana katika hali ya uzuri na katika hali ya usalama, katika hali ya haraka. Mtu ana shida leo, tumtekelezee leo. Na inawezekana leo lifanywe leo. Tusiseme maana tutakuja kufanya kesho. La, inawezekana leo tulifanye leo, tusiangalie kesho, kwa sababu hatujui kesho yetu. Leo inawezekana ukapanga kitu nitakifanya kesho, lakini kesho ndio dharura yote, ofisini hupo au watu ofisini wanakuwa hawapo, mtu ana shida yake, kwa hiyo tunashindwa kumfanyia au kutekeleza lile ambalo tutakuwa tulifanya. Kwa hiyo lazima tuangalie baada ya kufa, tusiangalie baada, yani mwisho wa mwezi kupata mshahara. La. Na yule ambaye anayeshindwa kujitathmini, wala ajizu man atba'a nafsahu hawaha, yule ambaye manake asiyekuwa na akili ni yule ambaye yeye anafuata matamanio ya nafsi yake, yeye yupo tu, lakini hapo watamanna ala Allahi al-amani, watamani au anataraji kwa Allah kwamba atapata chochote. Yeye kufanya kazi vizuri hafanyi, muda wote pengine kakaa ofisini anachezea simu, watu nje wanahitaji huduma, amekaa ametulia, au umekaa pengine na mwenzio mnapiga story tu, huku watu wanasubiri huduma, muda unapotea. Lakini si hivyo tu, yawezekana ikawa nafika kazini mapema, lakini utendaji wako kukaa sio vizuri. Tunatakiwa mtu afike kazini kwa wakati,
na muda wote ambao watakuwa mtu ufanye kazi tangu 1:30 mpaka 9:30 utumike. Alafu atakuwa ukifika jioni, maana kwa utathmini wewe mwenyewe, siku ikiisha utathmini kwamba je, leo nimefanya nini. Kama hukufanya vizuri, maana yake siku ya pili yake ukiamka unajua leo jana nilikosea kitu fulani, leo kirekebishe au nitumike vipi. Sasa tusitaraji kwa Allah wakati sisi kufanya hatufanyi. Tufanye, kwa sababu moja ya athari au faida hizi kufanya kazi kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nia safi, basi ni kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ile baada ya kufa. Lakini si hivyo tu, hata duniani hapa Allah subhanahu wa ta'ala huzidisha uzalishaji katika jamii na katika serikali, katika nchi. Unapofanya kazi kwa ikhlasi na ufanya kazi kwa moyo mmoja, basi hata uzalishaji katika nchi, maendeleo katika nchi ndio yanapopatikana. Lakini kama hatukufanya kazi kwa juhudi, hatukufanya kazi kwa ajili ya Allah, basi maendeleo siku zote tutakuwa tunalalama hatuna maendeleo, tuko nyuma. Lakini ili tupate maendeleo, basi tunatakiwa tujitathmini na tufanye kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili radhi zake na baraka zake atuteremshie na maisha yaende vizuri. Lakini si hivyo tu, moja ya athari au faida ya kufanya kazi kwa itikani kabisa ni kuzidisha nguvu kwa Waislamu, kwani huzidisha mapenzi baina yao. Unapomhudumia mtu vizuri, automatic manake anakupenda. Si wewe unampa huduma tu, hata kiongozi wako baada ukifanya kazi vizuri, basi atakuwa anakupenda. Lakini kama hatukufanya kazi vizuri, ya mapenzi yataondoka, tutaanza chuki na kupandikiana, manake hasira. Mwisho wa siku kila mmoja anakuwa hakuna ndugu, hakuna rafiki, si tumo tu ofisini. Sasa ili tupate haya mapenzi baina yetu, basi tutoe huduma vile ambavyo inavyotakiwa, anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo ikiwa hivyo, basi kila siku jamii itakuwa inafikiria maendeleo na tutafikia yale malengo, ikiwa malengo ya serikali, ikiwa malengo ya taasisi, ikiwa malengo ya mtu mmoja mmoja. Kwa sababu serikali na malengo yake, taasisi na malengo yake, lakini naye mwenyewe na malengo yako. Moja malengo yako ni kufanya kazi, mwisho wa siku upate riziki ya halali ukatumia na familia yako. Sasa ili iwe riziki halali, basi tufanye kazi kwa bidii, tufanye kazi kwa upendo, tufanye kazi kwa kuipenda ile kazi. Kazi yako wewe mwenyewe ukiipenda kazi yako, basi unajikuta unafanya kazi kwa ikhlasi na unafanya kazi kwa moyo mmoja, wala huhitaji mpaka mtu aje akusimamie. Na ndio uzuri wa mwanadamu. Usisubiri mpaka mtu aje akusimamie, mpaka mtu aje akugombe. Bali fanya kazi wewe mwenyewe, ujitathmini, ujue unachokifanya, kwa sababu tunakoelekea ni kugumu. Leo tunaangalia sasa hivi vifo vya hafla vimeenea sasa hivi vya hafla. Sasa unasema mimi bado kidogo, kwa sababu bado kijana. Kifo hakina kijana wala hakina mzee. Vijana wangapi wameondoka? Juzi tu tumeondokewa na naibu katibu mkuu pale Wizara ya Kilimo. Tumwombe Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake na amuondoshie adhabu za kabri, amjalie katika wale ambao watakuwa katika firdausi manabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kifo hakina mtu mzima, hakina utoto, hakina cheo, hakina chochote kile. Muda ukifika unaondoka. Kwa hiyo siku zote tujiandae, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Kile ambacho utachokitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakikuta, na hichi ndicho ambacho kitakachokusaidia huko mbele unapokwenda. Usiyokategemea pengine hii mali yako ndio ambayo itakusaidia. Unachuma mali nyingi, unakuwa na mali nyingi kama itakusaidia, hakuna. Kitakachokusaidia ni ile ikhlasi yako katika kazi zako, ikhlasi yako katika kila jambo lako ambalo unalifanya. Kila unalifanya unatakiwa ulifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye kazi kwa ajili ya kujionesha. Usifanye kazi kwa ajili ya kwamba kutaka cheo. La, cheo kinakuja wenyewe. Mwenyezi Mungu anapotaka muda wote anasema tukun fayakun. Kuwa jambo linakuwa. Cheo tusikitafute kwa kufanya kazi, maana kinafanya kazi nipate cheo. Hakuna. Tuwasihi sana
sisi wenyewe tujisihi kama watumishi, lakini tuwasihi watumishi wenzetu kwamba tusifanye kazi kwa ajili ya kutafuta cheo. Fanya kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye kazi kwa ajili ya kujionesha. Ukifanya kazi kwa ajili ya kujionesha na cheo, ndio pale unapofanya kitu ambacho unazalisha fitna baina yenu. Maana yake mtu kakosea mwenzio kidogo, hajakosea, unaenda kumsemea kwa bosi. Maana yake fulani yuko hivi, kwa sababu gani? Unataka wewe upendwe na yeye achukiwe. Sio hivyo. Katika kitu muhimu katika majukumu yetu ya kazi ni upendo na ikhlasi. Tupendane. Tukipendana katika maofisi yetu, hakika maofisi yatakuwa ni sehemu ya furaha na ya faraja, kwa sababu tukiangalia mtu muda mwingi katika maisha yake anatumia akiwa ofisini. Kwa hiyo lazima tupendane tukiwa maofisini, tuheshimiane, mkubwa amheshimu mdogo na mdogo amheshimu mkubwa. Ndipo majukumu na radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala tutakapozipata na tukakamilisha katika hilo. Kwa kuhitimisha katika kipindi chetu leo, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha katika hili, lakini pia tumuombe Mwenyezi Mungu kwamba ajalie hili tulifanya leo tumefanya kwa ikhlasi, sio kwa ajili ya kujionesha na sisi vile vile. Lakini tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mwezi mtukufu wa Ramadhani basi atuwafikishe tufunge, atuwafikishe kufanya ibada tofauti, na Mwenyezi Mungu ajalie ziwe vile vile kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sio tunafanya na tunafunga kwa ajili ya kujionesha, au sio tunaswali kwa ajili ya la. Mwenyezi Mungu atuwafikishe na atujalie hizo ibada zetu ziwe kwa ajili yake, na inshallah tukamilishe funga yetu kwa salama na amani, na Mwenyezi Mungu atupe kila kheri sisi pamoja na familia zetu pamoja na nchi yetu. Ajalie amani yetu Mwenyezi Mungu aidumishe na iendeleze. Kwa leo naomba niishie hapa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wal afu minkum.